Hivi umewahi kujiuliza kwa nini nchi hutumia pesa nyingi sana kwenye ziara za marais katika mataifa mengine wakati tayari kuna mabalozi katika hizo nchi? Kila mara tunaposikia taarifa za ziara ya marais nje ya nchi, swali ambalo linaibuka kwa wengi ni kwamba kwa nini serikali zitumie mamilioni au hata mabilioni ya fedha kwa ziara za viongozi wakuu wakati tayari zina mabalozi na wawakilishi wa kudumu katika nchi hizo? Na je, si mabalozi ndio wanapaswa kufanya kazi hiyo? Ni swali la msingi sana ambalo jibu lake linapatikana katika historia ya diplomasia na namna mataifa yanavyoendesha mahusiano yao katika dunia yetu ya leo. Kihistoria, mabalozi walikuwa nguzo kuu ya mawasiliano kati ya falme na baadaye katika mataifa ya kisasa. Walitumwa kuwasilisha ujumbe, kujadiliana kwa niaba ya watawala wao, kulinda maslahi ya nchi zao na kujenga urafiki kwa muda mrefu. Mfumo huu uliimarika zaidi baada ya kuibuka kwa dola za kisasa barani Ulaya, hasa kufuatia mkataba wa Westfalia wa mwaka 1648 ambao sasa uliweka msingi wa dhana ya taifa huru na usawa wa mataifa. Kadiri dunia ilivyobadilika, ndivyo diplomasia ilibadilika pia. Baada ya vita kuu ya kwanza na hasa vita ya pili ya dunia, ilibainika kwamba maamuzi mengi muhimu ya kisiasa, kiusalama na kiuchumi hayawezi kutegemea mawasiliano ya mabalozi pekee. Dunia ilianza kushuhudia kile kinachoitwa head of state diplomacy, yaani diplomasia ya viongozi wakuu wa nchi, ambapo marais na mawaziri wakuu hukutana ana kwa ana kujadili masuala yenye uzito mkubwa kwa mataifa yao. Licha ya kwamba Mheshimiwa Rais anamteua balozi kwenda katika nchi husika kuwa mwakilishi wake katika nchi hiyo, lakini balozi na Mheshimiwa Rais hawafanyi majukumu yanayofanana, kwa sababu Mheshimiwa balozi ndiye mwakilishi wa taifa katika nchi aliyopangiwa, lakini pia anatengeneza mahusiano mazuri, anatunza mahusiano mazuri yaliyoanzishwa na nchi yake. Lakini pia anakuwa anafuatilia makubaliano yaliyowekwa na nchi yake kwenye nchi aliyopangiwa. Lakini kubwa zaidi ni kutoa taarifa rasmi za kijamii, kisiasa na kiuchumi kutoka katika nchi aliyopangiwa kwenda katika nchi yake mama, ili nchi yake iwe na taarifa rasmi, lakini pia taarifa ambazo zipo kwa wakati huo. Kwa hiyo kwa maneno mazuri na mafupi ni kwamba Mheshimiwa balozi ni daraja kati ya mataifa katika kurasimisha uhusiano uliowekwa baina ya mataifa mawili. Lakini tunapomzungumzia Mheshimiwa Rais, tunazungumzia mamlaka ya mwisho kabisa kisiasa. Kuna maamuzi au kuna kazi ambazo Mheshimiwa Rais anazifanya ambazo Mheshimiwa balozi hawezi kuzifanya. Kuna migogoro ya muda mrefu sana ambayo mabalozi hawawezi kuitatua baina ya nchi na nchi. Ni marais pekee ndio wanaweza kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba Mheshimiwa balozi ni mwakilishi tu wa nchi katika nchi aliyoagizwa na Mheshimiwa Rais kutekeleza maono na mipango ya taifa ama mipango ya mwanadiplomasia namba moja ambaye ni Mheshimiwa Rais wa nchi husika. Katika diplomasia za kimataifa, ziara ya rais ni ujumbe wenye nguvu sana wa kisiasa. Kiongozi wa nchi anapoamua kutembelea taifa lingine, anakuwa ametuma ishara kwamba taifa hilo lina nafasi muhimu katika sera za nje za nchi yake. Heshima hii haiwezi kuwasilishwa kwa uzito ule ule kupitia balozi pekee. Mara nyingi ziara hizi huongeza imani ya wawekezaji, kuimarisha ushirikiano wa kisiasa na kufungua fursa mpya za kibiashara na maendeleo. Kadhalika, historia imeonyesha mara nyingi kwamba mazungumzo ya ana kwa ana kati ya viongozi wa nchi yanaweza kutatua migogoro ambayo imekwama kwa muda mrefu katika ngazi za maafisa wa kawaida au mabalozi. Wakati mwingine dakika chache za mazungumzo ya faragha kati ya marais zinaweza kutoa mwafaka ambao miezi au hata miaka ya majadiliano ya kidiplomasia haikuweza kufikia. Hii ndiyo sababu mataifa mengi yanaendelea kuwekeza fedha nyingi zaidi katika ziara za viongozi wao. Gharama hizi zinatokana na maandalizi ya mikutano ya ngazi ya juu, usafiri wa ujumbe rasmi,
maandalizi ya kiitifaki na shughuli nyingine nyingi zinazohakikisha hadhi na usalama wa taifa. Katika ulimwengu wa sasa wenye ushindani mkubwa wa kiuchumi, kisiasa na kiteknolojia, mataifa hayawezi kutegemea diplomasia ya kawaida peke yake. Yanahitaji pia diplomasia ya viongozi wakuu ili kuongeza ushawishi wao, kujenga ushirikiano wa kimkakati na kulinda maslahi ya wananchi wao katika mazingira ya kimataifa yanayobadilika kwa kasi. Lakini sasa ziara ni jambo moja. Ziara ni jambo moja. Mafanikio au matokeo ya ziara hii yanawategemea sana waheshimiwa mabalozi. Mheshimiwa Rais ndiye mwanadiplomasia namba moja, lakini anawategemea sana mabalozi kwa sababu hawa ndio ambao wako karibu kabisa na nchi ambayo wamefanya nayo makubaliano katika ufuatiliaji, katika tathmini, lakini pia katika kuhakikisha kwamba makubaliano yaliyowekwa yanafanyiwa kazi na yanalifaidisha taifa. Kwa hiyo sasa, kwa tafsiri nzuri kabisa ni kwamba Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Balozi, nafasi hizi si mbadala wa nyenzake. Badala yake ni kwamba nafasi hizi ni muhimu katika diplomasia kwa sababu nafasi moja inatoa maelekezo, inatoa dira, na nafasi nyingine ya Mheshimiwa Balozi inakwenda kutekeleza na kufuatilia kwa ukaribu kile ambacho kimezungumzwa, kile ambacho kimeafikiwa katika mkutano wa marais hawa wawili. Hivyo basi, ziara za viongozi wakuu wa nchi ni muhimu sana katika diplomasia. Tunapoona serikali ikitumia fedha nyingi sana kwa ziara za marais, tusione tu gharama za tiketi za ndege, misafara au maandalizi ya mapokezi. Tunatazama pia thamani ya maamuzi yanayoweza kuzaliwa katika mikutano hiyo, matokeo ya uwekezaji unaoweza kuvutwa, ajira zinazoweza kuundwa, usalama unaoweza kuimarishwa na nafasi ya taifa inayoweza kuongezeka katika jukwaa la kimataifa. Mara nyingi matokeo ya ziara moja yenye mafanikio huendelea kuonekana kwa miaka mingi baada ya viongozi kurejea nyumbani.